Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu. Mungu akubariki kwa kupata neema ya kuweza kufika katika ibada ya leo. Mungu akubariki sana. Amen. Na kushukuru Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, tupae nguvu, tupae amani, tupae afya kwa ajili ya ibada ya leo na neno lako takatifu ambalo tunaenda kulisikiliza. Na kualika Roho Mtakatifu katembee kwa kila mmoja na ukatupe kibali chako cha kuweza kujifunza maneno haya katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kusalimu kupitia jina la Yesu tena. Mungu akubariki kwa kuwa umepata nafasi ya kuweza kufika katika ibada yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano ambayo ni siku ya mafundisho, na namshukuru Mungu kwa kuwa amenipa neema basi ya kuweza kufika na kupata neema au nafasi ya kuweza kusimama mbele yako. Mungu akubariki sana kwa kuwa na wewe utakubali niweze kusimama mbele yako. Amen. Basi leo tutakuwa katika kitabu chetu cha nabii Ezekieli, mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Ezekieli, tutakuwa hapo na tutajifunza mengi tu kwa kadiri Roho atakavyoweza kutujalia, na imani tu kuna vitu vingi tutajifunza. Labda usiamue kusikiliza, labda usiamue kutulia na kusikiliza kile ambacho Mungu anataka uweze kukisikiliza. Lakini kama ukiamua kutulia, basi yapo mengi sana Mungu anaweza kuzungumza na wewe. Somo letu tutakalotembea nalo ni kukubali kuwa vile Mungu alivyokuweka uwe. Kukubali kuwa vile Mungu alivyokuweka uwe. Kukubali. Somo letu tutakalotembea nalo, kukubali kuwa vile Mungu anavyotaka uwe. Kukubali vile Mungu anavyotaka uwe. Imani kwa kurudia huko, hata anayeandika atakuwa ameshaandika, na unayesikia basi utakuwa umeliweka kichwani. Kukubali kuwa vile Mungu alivyokuweka uwe. Kukubali kuwa vile Mungu alivyokuweka uwe. Lakini katika kipengele cha B yake hapo ukiwa katika hilo somo, chini yake baada ya A tuseme ni A, na B yake nimeweka kitu kinaitwa tamaa. Nacho tutakizungumza kwa siku ya leo. Amen. Tutakizungumza sana hapo tamaa, lakini mimi nimeandika kabisa pepo la tamaa. Kwa hiyo kuna utofauti wa tamaa. Inawezekana kuna tamaa nzuri na mbaya, lakini nimeeleza pepo la tamaa. Bwana sifiwe sana. Kukubali kuwa vile Mungu alivyokuweka uwe. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 16 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 10. Na leo hatutotoka kwa nabii Ezekieli, tutakuwa kwa Ezekieli tu basi. Kitabu cha Ezekieli sura ya 16 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka 10. Naomba uniruhusu nisome katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa ni Mhiti. Mstari ule wa 4. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo,
wala hukutiwa katika nguo kabisa. Mstari wa 5, hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Mstari wa 6, nami nilipopita karibu nawe nikakuona ukigagaa katika damu yako, na alikuambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Mstari wa 7, nalikufanya kuwa maelfu elfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Mstari wa 8, basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, tazama wakati wako ulikuwa wakati wa upendo, nikatandika upindo wa vazi langu juu yako, nikakufunika uchi wako, naam, nalikuapia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Mstari wa 9, kisha nikakuosha kwa maji, naam, nalikuosha kabisa damu yako, nikakupaka mafuta. Mstari wa 10 mpaka mwisho, nikakuvika nguo ya taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo, nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa hariri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 16 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10, na somo letu ni kukubali kuwa vile Mungu alivyokuweka uwe. Ama kwa hakika katika dunia tuliyopo, kwa maana ya viumbe vyote vilivyoumbwa, au kwa maana ya vilivyoko duniani vinavyoonekana na hata vile visivyoonekana, vyote vimeumbwa na Mungu, na Mungu aliviwekea mfumo fulani wa maisha. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu aliviwekea mfumo fulani wa maisha ambao katika mfumo huo vinatakiwa viishi vile viumbe vilivyoumbwa na Mungu, na amevitengenezea mazingira yanayowawezesha kuishi, yani mazingira wezeshi. Kwa mfano, tuchukulie sasa kwa mfano, maana tumeshaanza kujifunza. Amen. Kwa mfano, mwanadamu. Siku moja nikawa niko nasoma habari ya mzunguko wa maisha ya mwanadamu, kutengeneza hali ya hewa iliyo nzuri ambayo inaweza ikambeba mwanadamu akapumua na akaishi. Ikoje? Kwa mfano, ukitoka hapa ardhini, hapa nilipokanyaga hivi unavyoniona, kuanzia mguu unapoanzia pale kuishia, kwa mfano nikanyanyua hapa, kuanzia hapa tunaita ni angani, na ndio maana huwezi kusimama kama hauna kitu cha kukusaidia, kwani tayari anga limeanza. Bwana sifiwe sana. Sasa kutoka hapa kwenda juu, kabla haujaifikia jua, kuna maili au kilomita, labda maili tunaweza kusemea zitakuwa nyingi, tuchukue kilomita zaidi ya 10,000 ambazo zimegawanya anga katika hali tofauti tofauti. Hapa tulipo kuna anga kwa mfano linatusaidia sisi kupumua, lina oksijeni nyingi, si ndio? Wazungu wakiita stratosphere, kwa maana ya ni hali ya hewa fulani ambayo inaruhusu mwanadamu aweze kufanyaje, kupumua na nini, na ziko kama anga 5 mpaka exosphere huko, ambayo ndio ya mwisho, yenyewe inakadiriwa na hali ya hewa nzito sana. Halafu baada ya pale zinapoishia, kutoka pale kwenda mpaka jua liliko pale zinazopoishia, yani zile kilomita 10,000 zinapoishia pale, zile angahewa zinapoishia, kuna zaidi ya kilomita milioni 90 na huko ambazo zinaenda kuikamata jua. Kwa ile jua inapotoka, ile mionzi inakuja, ikifika pale, hizi angahewa kazi yake ni kuchuja mionzi ya jua, ili inapofika kwa mwanadamu iwe imepungua kiwango cha mwanadamu kuishi. Sentigredi za mwanadamu zikizidi
37 wewe ni mahututi. Bwana sifiwe sana. Kwa Mungu ameshatengeneza mfumo fulani ambao hautazalisha jua au joto la kuzidi uhai wa binadamu. Na halafu huku chini kuna sehemu za ardhi 3 chini. Kutokea hapa nilipokanyaga, ukianza kuchimba chini, moja kwanza ikiwa ina sehemu ya udongo ambao unaweza ukaruhusu mimea kuota na vitu vingine chini, unaenda chini. Kuna maili zaidi ya nyingi, lakini sijajua kwa Kiswahili imegeuzwaje, lakini kwa Kizungu wamezigawanya sehemu 3. Kwamba kuna crust, kuna manto, alafu kuna core ya chini kule kabisa. Na ikisemekana yawezekana huko chini ndiko kuliko kuwa na ile shimo refu sana ambalo Lazaro na nani kwenye Biblia Yesu aliwahi kutolea mfano. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini yote haya ni kutengeneza asili ya mwanadamu aweze kuishi duniani. Ama kwa hakika tunaposema dunia yote 72% ya maji, maana yake kama Mungu asingetengeneza mfumo wa namna hiyo, mwanadamu hawezi kuishi. Ndio tunakubaliana hapo. Kwa hiyo Mungu ametusafisha vile atakavyo yeye. Maana yake Mungu ametutengeneza kwa mfumo anaoutaka yeye. Sasa ndio nikasema somo letu ni kuishi vile ambavyo Mungu ameamua wewe uishi. Maana kila kiumbe kilichoko duniani, maana yake Mungu amekipangia na amekipa mfumo wa kuishi tofauti na kiumbe kingine. Ukikataa ule mfumo, ndio Mungu na yeye anatukataa. Kwa nini? Wewe umetoka kwenye mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ezekieli wakati ametulia sana kwenye utulivu, maana Mungu mara nyingi anasema na watu wakiwa wametulia. Biblia inasema akayaona sasa haya. Mungu anamwambia, anasema nenda kauambie mji wa Israeli kwamba wewe ulizaliwa katika Kanaani. Sababu ya Mungu kusema maneno haya kwa Israeli, kitu cha kwanza kama unaandika, kitu cha kwanza, Israeli walisahau walikotoka. Cha kwanza hicho, Israeli walisahau walikotoka. Israeli walisahau walikotoka, yaani chimbuko lao walisahau, kiini chao. Amen. Halafu cha pili, walisahau hadhi yao kwa Mungu. Kwa sababu kwenye dunia tunatofautiana sana hadhi. Na ndio kuna siku hapa niliwahi kufundisha nikasema usimdhalilishe Mungu. Kwa sababu Israeli kuna mambo walikuwa wanafanya yalionekana kwao ni kama kumdhalilisha Mungu. Unajua mtu aliyeokoka kuna maisha kiishi, si yeye tu anayedhalilika, isipokuwa analitukanisha jina la Mungu. Nadhani hata Jumapili tulijifunza jioni. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa Israeli wakasahau walikotoka. Halafu Mungu anawakumbusha kwamba wewe chimbuko lako ilikuwa ni kwa Mkanaani, kwa kuwa ndiko nilikomwahidia baba yako, yaani Ibrahimu. Halafu mama yako na baba yako walikuwa ni Mkanaani, walikuwa ni Mhiti na Mwamori. Kwa maana kwamba anaendelea kusema na ulipozaliwa kitofu chako hakikukatwa, akimaanisha asili ya kule Kanaani, asili ya Wahiti na Wahivi haikuisha ndani yao. Bwana sifiwe sana. Waliendelea kutembea, na uangalie ukiwa unafuatilia habari ya historia ya wana wa Israeli. Joshua alipofika pale, Biblia inasema aliua watu wale walio na nguvu, lakini wale walio ni goigoi, wanawake wasio na kazi ambao hawezi kufanya chochote, hata kondoo na mbuzi aliwaacha. Bwana sifiwe sana.
Kwa sababu mtu huwa anapenda kupigana vita na mtu ambaye anaona wanawezana. Nikuta mwanaume unapigana na mwanamke, kwanza nakushangaa. Sababu mwili wako kwanza mgumu, kimshika mtu tu ni kama vile ameshikwa na mti. Alafu mwenzio akikushika ni kama hujashikwa na mti, unapigana na nani? Umeona hivyo vitu? Kwa Joshua akawaacha. Bwana sifiwe sana. Alivyowaacha ndio hapa sasa Biblia inaonekana kuna asili ambazo zilitembea katikati ya Waisraeli zikiwa zinatoka kwa Waamori na Wahiti na Waivi, lakini sasa wanasahau kusudi au vile ambavyo Mungu aliwaumba. Ndio tunasema kukubali kuwa vile Mungu alivyokuweka uwe, maana usikatae na wala usitoke kwenye kusudi la Mungu, usitoke kwenye mpango wa Mungu, kwamba Mungu amekutaka wewe uishi vipi katika dunia ya leo. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ngoja niwaambie watu wa Mungu, hakuna mtu ambaye ana upendo sana kwetu kama Mungu. Mungu ni mtu wa kwanza sana kumtaka mwanadamu aweze kuwa na maisha mazuri. Mungu ni wa kwanza. Yaani kabla ya wote Mungu ni wa kwanza. Lakini shetani ambaye anatudanganya, kuna wakati tumekuwa tukiona ni kama vile Mungu ni mkorofi sana. Unajua katika ile bustani ya Eden ilifika hatua yawezekana mama yetu yule wa kwanza alifika kuona kama vile Mungu hamtakii mema. Ni kama vile anamnyima haki ya kula matunda yote. Kwa nini? Kwa sababu shetani kamdanganya, akamwambia bwana hamtakufa. Lakini Mungu ni wa kwanza sana kutaka mtu aishi maisha mazuri. Mungu ni wa kwanza sana kutaka mtu aishi maisha mazuri. Sasa shida, mwanadamu anatoka kwenye vile alivyoumbwa na Mungu, anataka aishi kwenye vile akili yake inavyomtuma. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu yeyote anatakiwa kuishi katika katiba ya kimungu. Akitoka kwenye katiba ya kimungu, maana yake ametafuta njia yake yeye mwenyewe ambayo sio ya kimungu, na hapo Mungu hawezi kuwa pamoja na wewe. Kwa sasa Mungu unaweza ukaona hapa kwa mfano tulivyosoma, Mungu ndio wa kwanza ambaye hataki tuwe na magonjwa. Unanisikiliza vizuri? Mungu ndio mtu wa kwanza ambaye hataki mwanadamu aishi na magonjwa. Mungu. Na ndio maana hapa unaona hapa kwenye hii Ezekiel sura 16 anasema, nilipokuta bado wamekutelekeza watu, wamekuachaniza, basi nilikuchukua nikakuvisha mavazi mazuri. Kwanza ile sehemu uliyozaliwa, kwa sababu ukukatwa kitofu, nikaiwekea chumvi ipate kupona, bakteria wasisiki. Maana Mungu hataki Israeli teswe kwa jambo la aina yoyote. Mtu aliyemkubali Kristo, Mungu hataki ateseke kwa namna yoyote, lakini akubali kuishi vile Mungu ambavyo ametaka yeye aishi. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia Mungu hataki tuwe na dhambi. Kwa nini? Kwa sababu anajua dhambi ndiyo chanzo cha mambo mengine yote tunayoyaona mabaya duniani. Dhambi ndiyo chanzo cha mabaya yote duniani. Na dhambi huwa inaleta kitu ambacho kinakuwa kinyume sana na Mungu. Na katika hili ndio lisema kwamba kukubali kuishi vile Mungu ambavyo amekuweka. Dhambi kazi yake ni kufanya usiishi vile ambavyo Mungu anataka uishi. Nikupe ushuhuda kidogo, pengine utanielewa vizuri. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye nilisoma naye toka form 1 mpaka form 4. Nimesikia vizuri. Yule alikuwa yuko vizuri tu darasani. Na wakati tunamaliza form 4, darasa letu tulifanikiwa kufaulu watu 7 au 8 kama sijasahau. Bwana sifiwe sana. Tulipofaulu watu 8, tulipangiwa shule za kwenda kusoma. Nadhani
kama sio 7, inawezekana au 8 wote. Tukaenda, mimi nikaenda Sumbawanga. Rafiki yangu huyo naye msema akawa amepangiwa nadhani kama ni Mtwara hivi. Amen. Basi wakati ameenda, nataka nikuelekeze namna dhambi ambavyo yenyewe kusudi lake ni kutaka mtu atoke kwenye mpango halisia wa Mungu, kwa sababu kila mtu anatakiwa aishi kwenye mpango halisia wa Mungu. Na siku ukianza kuishi vile ambavyo Mungu hajataka uishi, nataka nikwambie utaishi kwa manunguniko siku zote. Kuna watu ni matajiri lakini hawana amani. Kwa nini? Kwa sababu kusudio la Mungu sio hilo wawe matajiri, na walifika kwenye utajiri ule ni kwa njia ambazo sio za kimungu. Unisikilize vizuri. Kuna watu ambao Mungu ana mpango waishi kwa amani, kwa furaha, wakiwa na uwezo, lakini sio wa kumiliki vile wanavyovimiliki. Ni wao wamevitafuta kwa nguvu zao. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi tukawa tumetoka pale. Yule bwana akawa amesoma, tukamaliza form 6. Tulipomaliza form 6 tukaenda chuo. Mimi nikawa nimepangiwa SUA Morogoro. Halafu yeye akawa amepangiwa Dar es Salaam, kwa maana ya chuo kile cha Dar es Salaam kinaitwa ndio. Basi akawa ameenda. Lakini bahati mbaya yule bwana alikuwa hajaokoka mwanzoni. Na wakati mimi niko nasoma, nilikuwa na harakati za injili pia. So alikuwa ananiona sana vile ninavyohubiri na vile ambavyo natangaza injili na waeleza watu habari za kimungu, ukweli wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Basi nikaishi katika mazingira hayo, lakini yeye alikuwa hajaokoka, ila alikuwa ni rafiki yangu. Unakuwa na marafiki ambao wengine ni wavuta bangi hivyo, na unaweza ukaishi nao tu na huwezi kumlazimisha mtu kuokoka. Bwana asifiwe sana. Na mtu nilikuwa nasoma naye, na sikusema shuleni, lakini alikuwa asubuhi saa 11 ndio saa 12 ndio anarudi shule. Ametoka kunywa pombe na kuvuta sigara. Paka na bangi yule bwana alikuwa anapita. Na anakuja anapita kwangu na ananisalimia, yuko chwa. Lakini huwezi kujua ameshakula zake jojo, ameshafanya nini, malimao mengi safi kabisa. Lakini unamshuhudia hawezi kubadilika. Sawa, wokovu sio lazima ni hiari ya mtu. Bwana asifiwe sana. Yule bwana huyu sasa naye mueleza wa kwanza akawa ameenda kule. Alivyoenda kule, bahati mbaya familia yake kapitia changamoto sana. Ni mtu wa Kaparamsenga, naeleza sio ya mbali sana. Amen. Familia yake kapitia mabaya sana. Baba yake yeye alikuwa na wake zaidi ya mmoja. Polygamy. Sinanielewa nikisema hivyo? Wake zaidi ya. Sasa yule mama yake ambaye ndio mama mkubwa wa kwanza akawa anaumwa sana, alikuwa anaishi pale pale. Wakamsafirisha wakapeleka mpaka Tabora. Walipopeleka yule mama akawa amekufa, amefariki. Wakati huo yule kijana alikuwa anasoma. Unasikiza vizuri? Yuko chuo. Wakati anasoma, na wakati huo aliomba na mkopo. Sasa ule mkopo ukawa umekuja kwa mdogo. Wakamkata ule mkopo ukawa tena haufanyaji, hauendelee. Unasikiza vizuri? Halafu mfadhili wake alikuwa mama yake, ndiye anamsomesha pamoja na ule mkopo. Mkopo ukakata, halafu na mama yake naye akakata kwa maana ya kufa. Bwana asifiwe sana. Unanisikiliza vizuri? Bwana hiyo asifiwe, na maanisha unielewe vizuri. Si na maanisha asifiwe kwa hayo. Amen. Basi yule bwana akanitafuta siku moja. Nadhani alikuja hapa. Akaniambia, bwana mimi bwana amenikuta hapa. Nisema akanieleza yote aliyomkuta. Nikamuuliza, umechukua hatua gani? Akasema, wakati niko nilitamani sana hata nikaombewe, lakini nikakosa namna. Kwa hiyo nilienda kwa nabii mmoja, akawa amenipa na mafuta, nikawa nimetumia na nini, lakini sikuona kilichotokea. Unisikiliza vizuri? Dhambi inamtafuta. Hapo hapana dhambi, lakini kuna dhambi iko mbele ambayo nitaieleza vizuri. Niko na kushuhudia kilichomtokea. Basi anasema nikaenda kwa yule nabii, nikamweleza matatizo yangu ili aweze kunisaidia. Akawa amenipa na mafuta, akawa amenipa na vitu fulani vya kutumia. Nikawa naendelea kutumia nikijua yale matatizo yatakuisha. Unanisikiliza vizuri? Akasema siku moja baada ya kwenda kwa yule nabii, nimepewa na mafuta. Alikuwa ananipenda sana yule nabii. Baada ya hapo siku moja niko mtaani,
nikakutana na kijana walika kama yangu, labda anaweza kananizidi kidogo, kama labda mwaka mmoja au miwili, lakini yule kijana umri wa makamo kama yangu. Unanipata vizuri? Basi akawa naeleza, nasema nilipokutana na yule kijana, kijana alikuwa na hela sana, ananichukua kwenye pikipiki, tunaenda tunatembea, lakini tunaenda sehemu zile za watu matajiri. Unanisikia vizuri? Kijana mwenye umri wa miaka kama labda tuseme 26, 27, lakini wanaenda kwenye yale maeneo ya watu matajiri sana, maeneo ya starehe. Sasa na kwa sababu yule jamaa yangu alikuwa na mateso makubwa, ukichukulia amefiwa, halafu ukichukuliwa mkopo umegoma, halafu ukichukuliwa shuleni anadaiwa ada, anatakiwa akalipe ile ada, halafu hana pesa ya kulipa. Unanisikiliza vizuri? Akawa anatembea na yule kijana. Yule kijana akawa anamwambia, mimi bwana nitakulipia ada. Unanisikiliza vizuri? Nitakulipia ada, wala hamna shida. Ada nitakulipia. Nitakulipia ada. Lakini wakienda kwenye chakula, wanaoda chakula ananiambia nilikuwa na uwezo wa kula kwa mara moja, 100,000. Nimeenda tu, nafika pale nakula chakula cha 70 cha laki kawaida, na analipa yeye. Unanisikia vizuri? Sio nabii, yule ni mkaka. Baada ya kuwa ameenda kwa nabii, sasa amekutana na mkaka wa hivi. Mkaka na pesa za kutosha. Jamaa kaendelea kula zile hela. Kajua ni msaada wa Kristo, yawezekana Mungu kaniona, yawezekana maombi ya nabii yamejibu, kwamba sasa naanza kutendewa muujiza. Amen. Basi wakati anaendelea, siku moja yule kijana, wakati wameenda wamekula chakula vizuri, tena ananiambia siku ile nilikula chakula cha gharama sana. Akanambia sasa, nina jambo moja nataka kukuomba baada ya kukusaidia vyote hivi. Na kama uko tayari, tunaenda na shule, tunalipa ada zote, unaendelea kusoma. Akamuuliza jambo gani? Akasema nataka uende kinyume na maumbile kwangu. Mimi ni shoga. Yaani kama jamaa kama kachanganyikiwa fulani, kapigwa na bumbuazi. Sawa. Yaani kesho tukija tumalize, tukalipe na ada. Na utakapokuja hela utakuwa umezishika hivi mkononi, alafu utanitimizia haja yangu. Na itakuwa kila unapokuja kunitimizia haja yangu, utakuwa unakuta mzigo wa hela niloweka. Na nisikiza vizuri? Sasa ndiyo yule kijana anatafutwa kwenye laga. Sasa yule kijana, kuna watu wana neema, akawa amepata dharura ya kusafiri siku hiyo. Anakuja huku sasa. Unanisikiza vizuri? Mungu alivyomwepusha. Alivyofika hatua ya kwanza, akafikia kwangu. Na nadhani nilimpeleka kwa mzee wangu, sasa nilikuwa sina kwangu. Niko hapa Mpanda. Nikampeleka kwa mzee wangu, alilala. Lakini sijaishi mwambie hata mzee, hiki nakushuhudia wewe. Amen. Akaniambia sasa, mtumishi, mimi nimekutana na hili. Akanielezea yote niliyokuelezea. Nikamwambia sasa, mshukuru Mungu kwa kuwa kwanza umesafiri, halafu ndio utarudi. Sawa. Sasa ninachokueleza ni habari za wokovu. Tumetembea muda mrefu sana. Sasa uwe na Yesu. Maana tofauti na hapo, unaenda kufa sio muda. Kama hiyo roho imekutafuta, sio muda unaenda kufa. Ya heri hizo shuru ziache, alafu uendelee hivi. Lakini utakufa kama utakubali hilo. Ile Bwana akawa amekubali. Ndio siku moja nakumbuka hata mzee wangu, nilimwambia nakuja na mtu hapa aje kutubu, akaja hapa, akaongozwa sala ya toba. Madhabahu hii. Unanisikiza vizuri? Yule kijana kaja kaongozwa sala ya toba. Baada ya hapo ikabidi kuwa na mfuatilia. Na kwa sababu mimi pocket money yangu ilikuwa ndogo, nilimsaidia tu hela ya kula. Siku moja amefika ananiambia sina pesa na natamani kumwendea yule, siwezi kwa sababu najua kitakachotokea na nimeshaokoka na natamani na hivi naenda kwa mchungaji. Kaenda kwa mchungaji, sasa nenda nikuunganisha na mchungaji ambaye atakulea. Kamtumia 20,000. 20,000 ndio nilimtumia. Sina msaada sasa. Lakini kusudi la yote
Ndio kitu ambacho kiliwakuta Israeli kusahau. Alichonifurahisha kijana huyu, hata kama alikuwa bado hajaokoka, ni kuikataa dhambi na kukataa kuishi nje na makusudi ya Kristo. Maana Kristo ana makusudi na ana maisha fulani, anataka watu waishi kuliko yale wanayoyaishi wao. Amen. Na hivi ninavyoongea, maana yake wewe unajitafakari kwamba hivi ninaishi kwa kusudi la Kristo au nimetoka kwenye mstari wa Mungu. Unajua siku ya mwisho kuna watu yawezekana watakao tuhukumu sana. Na Biblia inasema uangalie wanani na Mafarisayo wasiwatangulie wapi? Watangulie mbinguni. Sasa Mungu anataka uishi vile Mungu alivyopanga. Na ngoja nikueleze kitu. Kinachosababisha watu wasiishi kwenye mpango wa Mungu, kinachosababisha watu watoke kwenye lengo la Mungu, kwanza ni kitu hapa nimekiandika na nilikwambia ukiandike, ni tamaa. Tamaa. Amen. Tamaa. Pepo la tamaa. Nataka tujiangalie hili. Pepo la tamaa. Pepo la tamaa. Pepo la tamaa. Nataka tujiangalie hili. Kwa kuwa watu, ukiona mtu ametoka kwenye mstari wa Mungu, nataka nikwambie kuna kitu amekiona. Kuna kitu amekitaka alafu hakijatokea. Kuna kitu amekitaka alafu hakijatokea kabisa. Na watu wengi wameharibika sio kwa sababu walipanga, ila kuna tamaa. Tamaa iko hivi. Hakunaga tamaa mbaya kwa mujibu wa mtu. Yaani kutokana na mtu hakuna tamaa mbaya. Isipokuwa tamaa ikikosa kitu kinaitwa uwajibikaji, inakuja kuwa tamaa mbaya. Unanisikia vizuri? Au ili unielewe vizuri, kwa Kiingereza kuna kitu wanaita goals. Kwa Kiswahili ni malengo au mipango. Si ndio? Halafu kuna kitu wanakiita strategies. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema mikakati ya kufikia malengo yako. Sasa mtu aliye na malengo bila mikakati ya kufikia yale malengo, maana yake ni fanatic. Kwa maana ya kwamba ni kama sifuri. Unanielewa vizuri? Kitu kisichoweza kutokea. Baadaye ndio kinazaa tamaa mbaya. Unanisikiliza vizuri? Na mtu akiwa na mipango bila malengo, kinachokuja kutokea ni maisha yasiyoeleweka na mtu asiyekuwa na heshima. Unanisikia vizuri? Ile siku nilisema kuna watu wawili. Kuna mtu anavyokuwa heshima inaongezeka. Kuna mtu anavyokuwa heshima inafanyaje? Inapungua. Nikasema unachagua pa kukaa. Si ndio? Sasa mtu aliye na malengo kama hana mipango ya kufikia haya malengo hapa, kinachotokea ni tamaa kuibuka ndani yake. Sasa yale malengo yanampush, yanamtamanisha. Ufufue kiwete. Halafu hana mipango ya kufufua kiwete. Unanisikiliza vizuri? Baadaye kinachotokea ni tamaa mbaya. Anaona ukienda kwa mganga unatoa $1,000,000 anakupa, unafufua kiwete kweli. Ile tamaa mbaya inazaliwa. Lakini alikuwa na malengo. Unanielewa vizuri? Lakini mtu aliye na mikakati au anayefanya kazi fulani bila malengo, kinachokuja kutokea ni kutokuwa na heshima, maana anafanya bila ya malengo. Ngoja twende vizuri. Na hiyo itakutoa kwenye makusudi ya Kristo. Unajua Israeli mpaka wanatabiriwa haya, kwanza walisahau kule walikokuwa, walisahau wanatakiwa waishi vipi, walisahau Mungu amewapa maisha
gani? Kwa sababu baba yao Ibrahimu aliambiwa mustakabali wa maisha ya kuishi, kwamba wewe utakuwa 1, 2, 3 na utaongezeka, utakuwa taifa. Lakini walifika sehemu wananung'unika, wanajua kwamba wao wanaenda kufa. Wamesahau kwamba Mungu alitamka nini kwenye maisha yao. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kuna mtu anaweza kuona paparika na maisha mpaka na kumwabudu Mungu akasahau. Anasahau kwamba Mungu kuna siku alimwambia kwamba Bwana, wewe nitakuweka katika mazingira haya wala usiogope. Akafanya kazi. Na nataka nikwambie hivi, Shetani hawezi kuzuia kusudi la Mungu kwako, ila anaweza akakufanya wewe ukalichelewesha. Mungu akipanga kitu fulani kwako, kwa mfano anapanga nitampa gari mzee Samira. Unanisikiza vizuri? Shetani hana uwezo wa kulizuia hilo gari, isipokuwa ana uwezo wa kukutumia wewe mzee Samira ili gari lako lichelewe mpaka siku nakufa hujapataga gari. Halafu utasema Mungu hajibu. Mungu wa siku hizi wewe ndio umetoka kwenye mkakati wenyewe. Unanisikiliza vizuri? Unanisikiliza vizuri? Amen. Amen. Kwa hiyo kitu kama hicho, tamaa mbaya mara nyingine hutokana na tamaa nzuri ikikosa mipango. Tamaa mbaya hutokana na tamaa nzuri iliyokosa mipango. Sasa Israeli kilichotokea ni hivi, walijikuta mpaka wanaweza wakaabudu miungu kwa sababu tu wamekutana na njaa. Sasa wamesahau mipango ambayo Mungu amewaeleza kwamba nitakutoa hapa Misri, nitakupitisha hapa, nitakufikisha hapa, halafu tatobokezea hapa. Na ndio wanatheolojia wanasema sababu ya wao kukaa miaka mingi mule jangwani sio Mungu. Ila ni wao ndio walioichelewesha neema yao, baraka yao, wao ndio waliichelewesha. Unanisikiliza vizuri? Sasa walikuwa hivi, leo wananung'unika, kesho wanacheka na Mungu, kesho kutwa wamebeba vinyago wanaviabudu, kesho kutwa tena wanacheka na Mungu, kesho kutwa tena wameshafanya na wizi, kesho kutwa tena. Kwa wakajikuta siku zote ni za toba. Wakajikuta kila siku ni toba kwao. Wanahitaji toba. Kitu ambacho kinakurudisha nyuma na huwezi kukutana na Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu anataka sana mtu ambaye anakaa kwenye mstari na hawezi kubanduka. Tamaa. Ezekieli sura ya 28 13 mpaka 17. Ezekieli 28 17 13 mpaka 17. Ezekieli 28 13 mpaka 17. Anasema hivi katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 28 mstari wa 17, 13 mpaka 17. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano na almasi na zambarajadi na shohamu na yasipi na yakuti, samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye hivi. Unaona iko hivi. Mungu wakati anamuumba Lucifer, kwa maana ya shetani kabla hajaasi, Biblia inasema alimtengeneza katika design fulani. Na kitu kinachotushinda sisi, kitu kinachotushinda wanadamu ni kwa sababu sio rahisi kuyaona yale ya rohoni, namna gani Mungu alivyokupamba au Mungu alivyokutabiria kesho yako. Hapo ndio palipo na shughuli.
Kama mtu angefanikiwa kujua mwakani atakuwa mtu fulani, yawezekana asingeendelea kusumbuka. Kwa nini? Kwa sababu anajua mimi Mungu ameshaniahidia. Lakini kinachotushinda ni kwamba tunazisoma ahadi za kwenye Biblia, halafu tunakuwa hatuna imani nazo. Kinachopungua kwetu ni imani, kuziamini kwamba zile ahadi zitakuja ziwe. Na ndio maana kuna mtu hata anaweza kafanya kazi, lakini asiamini kama ni kazi itakayomtoa. Ngoja nikwambie kitu. Mtu aliyeokoka lazima kabla hujafanya kitu kwanza umshirikishe Mungu, si ndio? Sasa umemshirikisha Mungu, maana yake umemkaribisha Mungu kwenye maisha yako au kwenye ile kazi. Sasa ili utoke lazima ujue kusimama pale Mungu akuangalie. Unajua kuna watu Mungu hawezi kuwabariki. Kuna watu yaani katika habari ya uchumi Mungu hawezi kukubariki kwa sababu akili zako hazijatulia. Basi kama Ibrahimu alivyoambiwa nenda Kanaani, alivyokuta hali ni ngumu, angesema arudi kwao. Nataka nikwambie hivi, asingebarikiwa na mbaraka wa Mungu ungeishia pale pale. Mungu angetafuta Ibrahimu mwingine, yawezekana ningekuwa mimi. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kwa sababu Ibrahimu alikubali kukaa kule hata kama kuna taabu, akakaa, na ndio Mungu anambariki. Sasa sio wewe umemwomba Mungu nataka nianze kuuza samaki, naomba nibariki. Haya, mwezi mmoja haujaisha umeacha samaki, umeenda dagaa. Miezi miwili haijaisha. Unajua kinachotusumbua wa Kristo? Ngoja nikueleze sasa kitu hiki. Na hiki kitu yawezekana ni uchumi. Bwana sifiwe sana. Kuna kitu kwenye uchumi, mimi nimesoma kozi fulani, sasa imejaa sana uchumi. Kuna kitu kwenye uchumi tunasema project, kutengeneza project. Unanisikiza vizuri? Project huwa inachukua muda fulani. Na hata katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinaitwa project. Project inaweza ikachukua labda ni miezi kadhaa au ni miaka kadhaa. Sasa hata katika ulimwengu wa roho Mungu kuna kitu anaitwa project. Kwa maana Mungu ili amuandae mtu ambaye atatumika vizuri bila mawa, anahitaji muda wa kumtengeneza kuanzia udogoni mpaka ukubwani. Anamtengenezaga tu wakati tamaa. Hata kama ni mtu linageuka, baadaye linarudi tena. Hivyo. Utaona baadaye tena Mungu anamrudisha. Mungu yuko kwenye matengenezo ya kumtengeneza, ndio baadaye mnaona akija kwenye uzee anakuwa ni mtu hatari sana. Bwana sifiwe sana. Lakini alianza kupikwa kiwa mdogo. Sasa Mungu hawezi kukubariki kwa sababu wewe mwenyewe akili zako hazijatulia bijulii, si ndio? Yaani ni wa kuhamahama. Haya, miezi miwili imepita, umeshaacha dagaa, umekuja kuuza nyanya. Miezi mitatu imepita tena, nyanya uliona hazina maana tena, hazina faida, umeshakuja kwenye ntole. Yaani kwa mwaka kuna mtu amefanya kazi 7. Haya, unaomba Mungu akubariki ipi? Unajua vitu lazima ujiulize. Na ndio uchumi. Unajua tukisema tufundishe uchumi hapa, maana yake ukiamua kuuza maandazi, yauze maandazi hayo. Tena unakuna badilisha grade mpaka uwe muuza maandazi mkubwa mpanda yote. Na kuna watu wanatoka kwa hayo maandazi. Lakini sasa ngoja nikueleze kitu. Tatizo lako, mimi sisemi kauze maandazi. Nasema hivi, tulia kwenye mpango uliomwambia Mungu akubariki. Na hiki kitu najisikia nikizungumza sana. Acha kuwa na malengo mengi. Mungu anakosa abariki wapi? Kwa sababu Mungu kukubariki, anakubariki kutokana na uwezo wa akili yako. The capacity of your mind to accept all of it. Yaani vile vyote ulivyo navyo ndio Mungu anakubariki. Yaani kama akili yako ina uwezo wa kumiliki milioni 100, Mungu anakubariki kwa hiyo. Unanisikiza vizuri? Kama hauna uwezo wa kuvimiliki hivyo, hawezi. Wewe una kazi 7. Mungu akikuona kabisa wewe una uwezo kumiliki kazi hii, kwa kinachotokea zile kazi zote zinakufa. Kwa nini? Kwa sababu najua akikufanya zote zikue, mwishowe na mambo ya Mungu utasahau. Kama ibada utakuja, lakini uombaji utasahau. Kwani kuna watu Jumatano mpaka Jumatano anaweza hata siombe nyumbani, hata Biblia anaweza sisome. Asubuhi ametoka saa 1 amerudi saa 12, mzee amechoka, yuko chwa, analala. Si ndio? Inawezekana hata kuoga siku hiyo haogi.
Anasema leo ngoja sio dhambi, si ndio? Analala bila kuoga. Kesho tena saa 11 alfajiri yuko kazini. 12 wiki imepita hajamtafuta Mungu. Aya, Mungu atakubarikije sasa? Maana najua kikubariki hapo ndio jumla. Mwisho itafika na ibada ufanyeje? Uahirishe. Maana huna hata risali moja la kumtafuta Kristo. Bwana sifiwe sana. Jihadhari sana. Sasa wewe hauwezi, yani uwezi kwa mwaka umefanya kazi 7. Kazi 7. Mtaji wenyewe una 100,000, lakini umefanya kazi 7, ndio maana hazina ufanisi. Bora uuze wao mchicha, utengeneze vitabu vya mchicha viwe kama Ulaya. Utapata hela. Lakini kazi 7 watu wa Mungu. Unajua hiki kitu ngoja nikiongee sana. Roho Mtakatifu anatengeneza sana. Nataka nikwambie hivi, kaa na kazi moja Mungu anakuaminia. Katika hiyo atakupa maarifa mengi. Yaani hiki una ufanisi. Halafu ngoja niwaambieni watu wa Mungu. Mambo ya uchumi hayana ukiroho. Unanisikia vizuri? Mambo ya uchumi hayana ukiroho. Umekalia kukemea sijui hawaji kwenye nyanya zangu, wanaenda kwenye genge la mwenzangu. Sasa genge lako ina kitu kimoja. Kitu chenyewe ni nyanya, hapo ni mbovu. Ila mwenzia anakuja anaona pale pana dagaa, pana nyanya, pana mchicha, pana kitunguu, pana hoho, pana nini. Anajua pale namaliza kila kitu. Sasa ni ubunifu uchumi nao unataka kiroho. Unataka mpaka na maombi. Kemea labda tumeulete, lakini masuala ya wateja hatukemei wateja. Sema amen. Tunawavuta kwa mvuto. Maana yake Mungu anataka aone umekaa kwenye point fulani, unasema mimi. Yaani hii miaka na project ndivyo zilivyo. Mtu anaweza kakaa kwenye mfumo miaka 3, anafanya unafeli, anarudia tena anafanya unafeli. Baadaye ndio unakuja kusikia ndio analisha mkoa. Sio kirahisi. Bwana sifiwe sana. Hata na kiroho, yani hata na habari ya kiroho, ngoja niwaambie kitu. Kama unataka kuwa mwimbaji mkubwa, ujue kuwa mwimbaji mkubwa ni process. Unanisikiza vizuri? Sasa sio uko msasani kila siku tu nataka kuwa mwimbaji mkubwa, umekazana maombi. Sio hivyo, sio hivyo. Weka mkakati. Kwamba mwaka huu nahakikisha nimerekodi nyimbo 5. Alafu unaingia kwenye maombi sasa. Mungu naomba nyimbo zenye mvuto, zenye nguvu ya Mtakatifu. Ndio unaenda kuwa mwimbaji mkubwa. Kila mwaka unasema nataka kuwa mwimbaji mkubwa, huna hata wimbo uliorekodi hata huu. Nikutana naimba kavu kule. Tulishabadilika. Sema amen. Sema amen. Unataka kuwa mwinjilisti mkubwa, maana yake kaa kwenye magoti ya Kristo. Maana tofauti na hapo kinachokuja kuibuka ni tamaa mbaya. Nimerudia mwanzo, mipango, yani malengo bila mipango mikakati. Maana yake kinachokuja kuibuka ni tamaa mbaya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu ambacho kinawezesha ile mipango yako kutimia. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio unaona hapa shetani aliumbwa katika sura ya tofauti sana. Na alikuwa ametengenezewa vitu vingi sana. Na kazi yake ilikuwa ni kumpamba Mungu na kumtukuza Mungu. Na ngoja nikwambie tu siri ambayo inawezekana ulikuwa huijui. Kama shetani alikuwa anahitaji kuinuliwa zaidi na Mungu, Mungu angemuinua wala asingepata shida. Ila alitakiwa aendelee kubuni na kuwa stadi wa mambo mbalimbali namna ya kumtukuza Mungu. Basi, sasa ndio kazi aliyopewa. Ubunifu kwenye ile kazi aliyopewa. Alitakiwa badala ya tamaa kukua, alitakiwa awe na ubunifu namna ya kumtukuza Kristo. Maana yake unapotaka kuinuliwa kwamba nataka niwe mwimbaji sifa mzuri, shida sio kutamanya, ubunifu katika kumsifu Kristo. Sema amen. Maana yake uongeze ubunifu mtu wa Mungu. Yaani maana kuongeze maarifa. Kama unasema nataka nihubiri watu waokoke, nataka nimhubiri Mungu mpaka dunia ishangae, maana ongeza ubunifu, ondoa ile tamaa unaiweka hapo, halafu naanza ubunifu wa kutimiza. Kwamba mimi nataka niwe tajiri. Hii tamaa kaa pembeni pale sasa, halafu naingia kwenye utekelezaji. Unakuwa mbunifu wa kutafuta kuitimiza ile tamaa yako. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kama hauna kazi unayotenda kutimiliza ile tamaa yako, maana yake kinachokuja ni tamaa mbaya.
Na ndio kitu ambacho kimekuwa kinatutafuna. Tunatoka kwenye maisha ambayo Mungu anataka tuwe. Kwa nini? Kwa sababu tumeingiza tamaa mbaya. Tamaa mbaya. Umetamani labda ungeolewa na mwanaume ambaye ana hela. Sasa ndio umeshaolewa na mwenye hana hela. Sasa usipoweka mipango ya kumfanya mume wako awe na hela, kinachokuja baadaye ni kutamani kutafuta mwanaume mwingine ambaye unaweza kaendana naye. Lakini si kwamba yule uendani naye, kinachokusumbua wewe ni tamaa. Tamaa. Unatamani familia yako iwe na amani sana muda wote. Mwisho umeenda kukimbilia kwamba huyu mwanaume au huyu mwanamke sio chaguo langu. Shida sio chaguo. Shida tamaa yako unayotaka maisha kwenye nyumba yako iwe na amani ni sawa. Lakini hauna kazi unayofanya au hauna mipango mikakati ya kuleta ile amani. Ile amani uilete, uitengeneze. Manaka utengeneze familia vile unavyoitaka. Halafu ile tamaa yako itajaa tu. Kuna wakati utafika ile hamu yako, ule uhitaji wako unaufikia. Kwa nini? Kwa sababu uliweka mipango mikakati ya kufikia hapo. Bwana asifiwe sana. Na Israeli walijikuta wamemkosea sana Mungu. Kwa nini? Kwa sababu waliweka sana mbele tamaa kuliko kuweka mipango mikakati ya kutenda kazi. Kichukulia mfano, walifika mle jangwani, wakaanza kutamani sana nyama. Ni kweli walikuwa na njaa, lakini kazi yao walitakiwa kuweka mipango ya kumtafuta Mungu na kumuuliza Mungu, tunakulaje nyama, mbona tunazitaka halafu hazipo? Ila wao wakaweka tamaa mbele ya kutaka kula nyama. Na mwisho wa siku yakaja manung'uniko. Kwa nini? Kwa sababu tamaa bila mipango mikakati, baadaye kinachokuja kutokea ni tamaa mbaya. Utataka hela, baadaye huzipati kwa sababu huna mipango mikakati ya kuzipata. Kinachotokea, unaenda sasa kutafuta njia mbadala. Unataka nguvu za Mungu, huna mipango mikakati ya kuzipata nguvu za Mungu. Sababu nguvu za Mungu zinatafutwa, basi utajikuta unatamani uchoropoke uende kwingine kutafuta, halafu urudi hapa utuambie ni nguvu ya Mungu, kumbe sio nguvu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tamaa. Na kwa hivyo utakuwa umeshatoka kwenye ule mstari wa Mungu. Naomba simama kwa miguu yako. Utakuwa umeshatoka vile Mungu anataka uishi. Watu wa Mungu, kila mtu Mungu ameweka mfumo fulani. Kuna namna anataka mtu huyo aishi. Mungu anataka uishi katika sura fulani. Lakini kwa sababu ya tamaa yako, kwa sababu ya uhitaji, mwanadamu ni mtu wa ajabu sana. Mwanadamu ni mtu ambaye anaweza katamani tu kitu cha ajabu kidogo tu. Ukiona mtu mpaka anajikoboa labda awe mweupe, usifikiri ni kwa sababu tu ya weupe. Kwanza imeanza tamaa ya kutamani awe mweupe, kwa sababu ameona ana uhitaji wa kuwa mweupe. Sasa akifikiri uzuri ni weupe, kumbe uzuri unatoka kwenye moyo na akili ya mtu. Alichotakiwa kufanya ni kuhakikisha anabadilisha tabia zake. Maana anahisi yawezekana hapendwi kwa sababu ya weupe, kumbe ni tabia zake. Alitakiwa abadilishe tabia zake, alitakiwa abadilishe mienendo yake, alitakiwa abadilishe mfumo wake wa maisha, aanze mfumo mzuri unaopendeza watu. Maana ama kwa hakika usifikiri unahitaji kuishi ukimpendeza Mungu tu. Unatakiwa uishi ukimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Ukiwakosea wanadamu, kwa hakika 100% jipe tiki kwamba umemkosea na Mungu. Na kwa hivyo na mbinguni uendi. Kwa sababu Mungu anaishi ndani ya watu. Kwa hiyo hatua aliyotakiwa fanye ni kubadili tabia zake, sio kwenda kubadili ngozi. Sasa ameenda kwenye tamaa iliyo mbaya. Ameenda kwenye tamaa mbaya. Kiona watu wanamwacha Yesu wanaenda kwa waganga, chunguza akili zao.
wameacha mipango mikakati kufikia yale mahitaji yao, malengo yao. Wametamani vitu ambavyo hawajavifikia, wanavitaka kwa haraka, na wakati huo haviwezi kuja kwa wakati huo. Wametamani sana. Nisikiliza vizuri, kiona mtu ametoka kwa mume wake anaenda kwao anarudi, chunguza vizuri, kuna kitu alichokuwa anakitaka hakijatimizwa. Sasa ametamani mbali, wakati alitakiwa afanye mipango mikakati ya kuhakikisha anakipata kile kitu. Tafuta kufanya mipango mikakati ya kuhakikisha unapata yale unayoyataka kabla ya tamaa. Tamaa ikizidi utendaji kazi wako, kinachotokea utafanya kazi za hasara. Na kuonya kabisa na nakuelekeza kwa neno la leo, siku ambayo nimepata kibali cha kusimama mbele yako, tamaa ikizidi utendaji kazi wako, kinachotokea ni hasara, sio faida. Sio faida. Narudia hapo. Yaani kwa mfano, kama ukitamani sana kwamba mwaka huu nataka nipate milioni 5, halafu utendaji kazi wako ni mdogo, mara umegusa hivi mara hivi, huna mikakati, huna mipango iliyosimama, kinachotokea ni hasara, si faida. Kinachotokea ni hasara. Na hata watu tunaoona wameokoka halafu wakaanguka, walio wengi walitamani kuwa kama fulani, walitamani kuwa katika mfumo fulani, halafu wakajikuta ule mfumo hawaufikii, wakaingiza tamaa. Naomba wimbo wa kuabudu, naomba viti. Tuende ombe Mungu, tumwambie tusaidie. Tamani sana kuishi katika ile hali ambayo Mungu amekupa. Na kama unataka zaidi ya hiyo, basi weka mipango mahususi. Weka mikakati ya kufikia hiyo sehemu unayoitaka. Usipoweka mikakati ya kufikia hiyo sehemu ambayo unataka ufikie, kitakachotokea ni tamaa mbaya. Wapo watumishi wametamani kuwa viongozi wakubwa, lakini tabia zao zinawakataa, lakini matendo yao yanawakataa. Wapo watumishi wengi wametamani vyeo, lakini tabia zao zinawakataa, uombaji wao unawakataa. Hana maombi ya kuwabeba watu washirika 200, lakini anataka washirika 200. Ana maombi ya kubeba tu washirika 30, halafu unataka washirika 500. Kwanza kazana, ongeza kiwango chako cha maombi, halafu ndio utapata na ile unachokitaka. Maana Kristo anaangalia kiwango chako unachokiongeza. Yesu anaangalia kiwango chako unachokiongeza. Mungu anataka aone zile strategy unazozifanya, halafu ndipo atachukua jukumu la kukubariki. Funika macho yako, halafu tutaenda tumwambie Mungu aweze kutusaidia, atusaidie, na hasa tuwe na mipango mahususi. Kwanza katika maisha ya kimwili, halafu pili katika maisha ya kiroho. Unataka Mungu akuinue kwenye huduma, weka mipango mahususi. Unataka Mungu akujibu una shida fulani, weka mipango mahususi. Unataka Mungu akubariki kiuchumi, weka mipango mahususi, na utaona Mungu anakubariki. Usiweke tamaa mbele. Neno la leo linakusemesha, usiweke tamaa mbele. Tamaa isizidi utendaji kazi wako, maana ikizidi utendaji wa kazi wako, mwisho utakuwa nabii, mwisho utakuwa mitume wanaotaka kula pesa ambazo wamejifanyia kazi. Leo neno linapita, maana utamwacha na Kristo, kwa kuwa umeona dhambi inafaa, lakini ukweli dhambi haifai. Dhambi inanuka, dhambi inakutenganisha na Kristo, dhambi inakufanya usimjue Mungu, dhambi inakufanya usimjue Kristo. Funika macho, nimesema, halafu endelee kumtafakari Kristo juu ya neno hili. Uendelee kumwambia, uendelee kumtafakari Kristo. Kama wimbo tulia kidogo, lakini viti kije. Funika macho, funika macho, funika macho yako, halafu umwambie Kristo, nataka kuishi bila
walitakiwa wao watumishi fulani, lakini mpaka sasa wako msasani tu wanatulia, hawataki kujiongeza. Walitakiwa wawe na maisha fulani mazuri ya kiuchumi, wasaidia na wengine, lakini akili zao hazijatulia, zina papara, zina mapepe, mara huku hawatulii. Kristo wabariki. Yawezekana Mungu alikushuhudia kabisa kwamba fanya kazi hii nitakubariki, lakini wewe umeifanya kidogo, umetoka kwa sababu kutana changamoto. Huko uliko sio Mungu anataka uishi hivyo, ni wewe, akili zako, pupa zako, papara zako, tamaa yako inatamani ufike huko, lakini sio huko. Na ndio ongea maneno haya, mwambie Kristo akusaidie. Taratibu moyoni, taratibu moyoni, anza kuomba taratibu moyoni, anza kuomba taratibu moyoni. Mwambie Mungu nisaidie, nataka kuishi vile ulivyonikusudia, na kama haulijui kusudi la Mungu kwako, Mungu anataka uishi vipi. Nakupa zoezi leo, nenda kaombe, mwambie Mungu nataka useme na mimi, una kusudi niwe nani katika utumishi, unataka niwe nani? Kama ni mwimbaji wa design gani? Sio unaimba unakopi tu nyimbo. Inawezekana umepewa na kipawa cha kuimba, cha kutunga na nyimbo, lakini una kazi ya kukopi nyimbo za wengine, mpaka umekopi na nyimbo za mataifa. Umesahau vile Mungu ulitakiwa uishi. Umesahau Mungu alikwambia uwe nani. Umeshasahau. Mwambie Mungu kwamba Mungu, nataka nirudi kwenye kusudi lako, nataka nirudi kule ulikopanga niwe, nataka nirudi kwenye uimbaji. Mimi sio kukopi manyimbo ya kidunia, mimi sio kukopi mastepu ya kidunia. Kuna mfumo Mungu ulionipa kwamba nikuimbie, huo mfumo urudie. Nawezekana ni mhubiri, Mungu alishakwambia utakuwa mhubiri wa fulani, utakuwa hivi, utakuwa mhubiri namna hii, lakini unahubiri tofauti, mpaka na wengine wanaanza kuimba na watumishi wengine. Kihubiri mtumishi naenda, umesahau Mungu alisema uwe vipi, hiyo huduma alikupa uiendeshe vipi. Umeshasahau kabisa, umeshasahau Mungu alikwambia ufanye kazi gani ili familia yako itoke, ifanikiwe kiuchumi. Umesahau, umeanza kufanya makazi mengine, mara leo huko huku, mara huko huku. Umeshasahau ni kazi gani Mungu alikwambia atakubariki, na huwezi kubarikiwa nakwambia. Na kwa sababu hiyo umesababisha na wazazi na watoto wako, umesababisha na ndugu zako, watoto wako wasifanikiwe, kwa kuwa umekalia baraka zao. Maana unafanya kazi ambayo Mungu hakukutuma, unafanya kazi ambayo inakunyima mpaka ibada, unafanya kazi ambayo inakunyima mpaka muda wa Mungu. Lakini ukikumbuka Mungu kuna siku alisema na wewe kwamba nenda kafanye kazi hii, na kupa kazi, wewe unajiongeza na makazi mengine, na kwambia unajichosha bure. Kristo, sisi tuliokoka tunaongozwa na Roho Mungu, na Roho Mungu akisema jambo tunalifuata, Roho Mungu akisema jambo tunalifuata. Endelea kumwomba Mungu, mwambie, na kama unafanya kazi usiyojua, mwambie Kristo, nakupa zoezi leo, kamuulize Mungu kwamba Bwana, natakiwa nifanye kazi gani? Na ukitii maneno haya, maana yanatoka katika madhabahu ya kimungu, nataka nikwambia utabarikiwa mashambani, na utabarikiwa na nyumbani, na utabarikiwa mjini, na utabarikiwa na vijijini. Hata kapulako huko bila njaa, kwa sababu umetii na umesikiliza. Unafanya kazi aliyokuambia Kristo, unafanya kazi aliyokuambia Mungu, maana yake umekaa kwenye kusudi la Kristo. Usihamehame kwenye kusudi la Mungu, usihamehame mtu wa Mungu kwenye kusudi la Mungu. Hata utumishi leo tulionao, Kristo ametupa kila mmoja namna yake. Amekwambia kashuhudie, nenda. Kama umekaa huu, nakwambia unadilisha upepo. Na amesema kabisa, niliowapa vingi nataka kwao vingi, niliowapa vichache nataka kwao vichache. Amekwambia kashuhudie, wewe umekaa huko kanisani kila siku nipambie, nakwambia subiri moto, subiri kichapo kwa Mungu, subiri kichapo kwa Yesu, maana unasahau kazi yako. Na
umemposti mume wako kwenye utumishi, alafu wewe umekaa unamnung'unikia kila siku, anapoanzisha kazi unanung'unika, na kwambia subiri leo, tunasahau kazi yako na kukumbusha kumsapoti kama ulivyoambiwa. Na kama unaona hujaambiwa, nenda kamuulize Kristo kwamba ni kazi gani natakiwa kufanya, ni namna gani natakiwa kuishi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwokozi, nakushukuru kwa neema yako, nakushukuru kwa upendo wako wa ajabu. Hakuna kama wewe Yesu Kristo. Wewe ni mfalme wa amani, wewe ni simba kabila ya Yuda. Nani kama wewe Mwokozi? Naomba neno hili Yesu lisidondoke mabaya, bali likambadilishe kila mmoja, akajue kusudi la yeye kuitwa, akajue maisha uliyomwahidia, asipaparuke Mwokozi. Najua anakosa mpaka ibada kwa sababu hajui ni maisha gani ambayo umempangia. Maana kama angelijua, angelikaa kwenye kusudi lako. Tusaidie Mwokozi, tusihamehame Bwana, tukae kwenye kusudi lako. Naliombea kanisa lako kuanzia madhabahu mpaka nyuma. Neema yako Mungu wafunike, na kila mmoja atakapotoka hapa, Yesu kawe shahidi wa moyo wake. Roho Mtakatifu utembelee katika jina la Yesu Kristo. Sema naye, mkumbushe Bwana, kama nilikwambia fanya kazi hii unafanya hiyo. Kama nilikwambia Mungu anataka tufanikiwe, Mungu anataka tubarikiwe katika uchumi wetu, Mungu anataka tubarikiwe katika huduma zetu. Tukae kwenye maelekezo yake. Amesema tutumike vipi, amesema tukae vipi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako Mungu itufunike kwa jina lako takatifu Bwana. Nakushukuru kwa upendo wako, nakushukuru kwa neema yako Bwana Yesu. Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye upendo, barikiwe sana kwa neema yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Mungu aliye hai. Tushangilie Bwana Mungu. Kila mmoja kwa sababu yake.